Elkana, tunakuja kugundua kwamba Elkana alikuwa ni mume, alikuwa na nyumba na wake wawili. Na Biblia inasema kwamba kwa huyu mdogo na mkubwa, mdogo alikuwa na watoto lakini mkubwa hakuzaa. Na Biblia inasema kwamba kila mwaka walikuwa naenda pale Shilo ili waweze kutoa sadaka na kumwomba Mungu. Lakini hata hivyo, bibi mkubwa, mke wake mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Ana, ambaye Biblia inasema kwamba alimpenda sana, hakuwa na mtoto. Na Biblia inasema kwamba alipoenda Shilo siku moja, alianguka mbele za Bwana na akaomba Mungu. Na baada ya kumwomba Mungu, na Mungu akamjalia mema, akampa mtoto. Na kitu ambacho nilikuwa nagusia hapo, ambaye nilikuwa nataka niweke kwenye masikio yako na mimi, ni kwamba baada kupata mtoto, mke wake akamwambia kwamba sasa inafaa turudi tena kule tukatoe sacrifice. Na Biblia inasema kwamba akaambia mke wake akamwambia kwamba sikia, ya kwamba nyinyi nendeni tu, mimi nitaenda siku ambacho nitaenda kupeleka mtoto wangu kwenye madhabahu ili nikamtoe mbele za Mungu. Kumaanisha kwamba huyu mtoto alikuwa anakuwa, alafu akiwa mkubwa ile kiwango yake ambayo alikuwa ameagiana na Mungu wake, anapomleta kwenye jukwaa hapa, awe anamleta kwa mkono wa Bwana ili awe akimtumikia Mungu wake. Nikakuja kugundua ya kwamba kuna eneo ambaye unaweza chukua mtoto wako ukuje nayo katika madhabahu haya ili akaweze kuombewa, na hiyo itakuwa ya kwamba umesimamisha misingi ya nini? Misingi ya Mungu katika maisha ya mtoto. Mara nyingi tunapata kwamba unajifungua na baada unachukua mtoto wako, unaweza kusumbuka na yeye. Wengine wanapeleka kwa wachawi, wengine wanapeleka kwa waombezi, wengine wanapeleka madhabahu haya. Wakati ambapo mtoto atakuwa, sasa hiyo madhabahu itakuwa inaanza kutesa mtoto. Ndio maana nimekuja hapa leo nikujulisha kwamba kama Ana alileta Samueli katika madhabahu ya Bwana, na Biblia inasema kwamba alimleta mala pale na alihudumu katika ile madhabahu miaka yake yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Sijui kama tunapatana. Amen. So, kuna madhabahu ambaye yako, kama kuna madhabahu ya Mungu, basi kuna madhabahu pia ya kimapepo, ambaye Mkristo kama wewe pamoja na mimi tunafaa kujihadhari nayo sana. Kuna katika Biblia ambayo tutagusia kwa sababu ya muda, kuna baadhi ya watu ambaye walisimamisha madhabahu mbaya kwa maisha yao na ikadhuru mpaka na watoto wao. Na kinachonishangaza, walikuwa wanazisimamisha kwa roho ambayo inazungumzia kwamba I don't care. Yaani unafanya kitu ambayo unajua ni kitu ambacho itadhuru mtoto wako na mtoto wa mtoto wako, ukisema kwamba sijali, bora ya kwangu mimi nimeyapokea. Na ni kitu ambacho lazima tuangalie sana. Usifanye kitu ambayo itadhuru watoto wako, itadhuru wajukuu wako, ya kwamba kwa njia ya kutojali. Kwa sababu mimi nimefaulu, tuseme for example, sisemi kuhusu wachungaji, lakini for example, sasa sisi kama wachungaji leo tunachunga kazi ya Bwana, si watoto wetu kesho watakuwa wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na je, tukichukua watoto wetu tukawasimamisha kwa madhabahu ya kimapepo, je, kesho yake watoto hawa watafuatana na hizo maroho na itawasumbua kwa siku zao za kesho. Bwana Yesu asifiwe. So, inatakikana ukiwa Mkristo jua kwamba unafaa kuangalia maisha yako pamoja na kizazi chako, mahali ambapo ulitoka. Kama ulitoka kwa madhabahu mbaya, ni wakati wako kusimama imara na kubomoa yale madhabahu ili watoto wako wa kesho wawe huru. Bwana Yesu asifiwe. Nimeangalia tukisoma katika kitabu cha Waamuzi 6, ambaye pia ninagusa, kuna mahali ambapo tutasoma, tunapata kujua kwamba kulikuwa na kijana ambaye alikuwa anaitwa Gideoni. Na Biblia inasema kwamba Gideoni, Mungu kwa kuzaliwa kwake, Mungu alikuwa na makusudi mema na maisha yake. Mungu alipanga ya kwamba siku moja ataenda aokoe watu wa Israeli. Lakini kinachonishangaza ni ya kwamba kwa sababu ya madhabahu ya baba yake ilimtesa mpaka hakujielewa. Na ndio maana nimekuambia madhabahu ambayo tumesimamisha leo inaweza tesa watoto wetu pasipo na kujua. Mtoto anapitia hali ngumu yenye yeye mwenyewe hajui ilianzia wapi. Tunafaa kujihadhari sana. Bwana Yesu asifiwe. Gideoni anapitia shida.
anasema Midiani wanakuja wanawaua, wanawatesa, wanawapiga, lakini Gideoni yuko pale anatambulikana katika ufalme wa mbinguni, lakini hajijui kwa sababu madhabahu ya baba yake ilikuwa na nguvu juu yake. Haikuwa madhabahu ya babu, ilikuwa ni madhabahu ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo madhabahu iko na nguvu, inaweza tesa maisha ya mtu. Ndio maana leo tumekuja hapa tulete mtoto katika madhabahu ya Bwana, ili siku ya kesho atakapoleta na wake pia watoto watakuwa napata hiyo channel ambaye Apostle pamoja na mke alikuwa amesimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho ya kutujali, I don't care nini kitatokea pale nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Kings